Olado alibaki peke yake uwanjani, upanga mkononi, akizunguka huku na kule kama mnyama aliyezingirwa. Alikuwa peke yake, mfalme asiye na askari, kiongozi asiye na wafuasi. "Nyinyi nyote ni waoga, waoga!" alipiga kelele kwa sauti iliyochakaa. Olan alisogea mbele polepole, akimwangalia mdogo wa baba yake kwa macho yenye huruma ya kushangaza. "Mjomba," alisema kwa utulivu, "ulimuua baba yangu kwa wivu. Ulitawala watu kwa dhuluma kwa miaka mingi. Sasa uko peke yako. Acha silaha na utaishi, na kuahidi usalama." Lakini Olado alikuwa amezama sana katika uovu. Alimshambulia Olan kwa upanga kwa nguvu zote. Olan hakujisogeza hata inchi moja. Aliinua fimbo ya dhahabu tu, na mwangaza wake ukamwangaza Olado kwa nguvu kubwa. Upanga ukaanguka mkononi mwa Olado kana kwamba umeungua moto. Olado mwenyewe akaanguka chini, akiwa amelemewa na nguvu ya fimbo, akitetemeka kama mti unaoangushwa na upepo. Watu wakamkamata Olado, wakamfunga minyororo mizito. Wazee wa Itetemia, Mzee Kanika, Mzee Lwendo na Mzee Oladozo walimkaribisha Olan kwenye ikulu kwa heshima kubwa. Walimwekea kiti cha ufalme kilichochongwa kwa mbao za thamani. Walimsimamisha mbele ya watu wote. Mzee Kanika akasimama, akatangaza kwa sauti kubwa, "Kwa nguvu ya fimbo ya dhahabu, kwa damu ya ukoo wa kifalme, na kwa ridhaa ya watu wa Itetemia na Ilo-Ganzala, tunakutambua wewe, Olan, mwana wa Aden, mjukuu wa ukoo wa kifalme, kuwa mfalme mpya wa ardhi hizi." Olan aliketi kitini, fimbo ya dhahabu mkononi mwake. "Olan ndiye mfalme mpya wa Itetemia." Watu wote wakapiga magoti kwa heshima, wengine wakiwa na machozi ya furaha. Siku ya kwanza akiwa mfalme, Olan alitangaza amri 3 zilizowashangaza wengi na kuwafurahisha wengi zaidi. Amri ya kwanza: watumwa wote wa Ilo-Ganzala wapewe uhuru kamili. Hakuna tena utumwa katika ardhi yangu. Watumwa wote wa Ilo-Ganzala wapewe uhuru kamili. Hakuna tena utumwa katika ardhi yangu. Haki! Haki! Wale waliowachukua watumwa warudishe kila kitu walichochukua. Wale waliowatesa wataendelea mbele ya mahakama. Watu wa Ilo-Ganzala waliposikia habari hii, walipiga kelele za furaha zilizosikika hadi kwenye vilima vya mbali. Wengine walikimbia kurudi kwenye nyumba zao walizokuwa wameachana nazo kwa miaka. Wengine walikumbatiana wakilia kwa furaha. Wengine walianguka chini wakishukuru miungu. Amri ya pili: Mfalme Olado atahukumiwa mbele ya watu wote kwa uhalifu wake. Haki itaonekana kwa macho ya kila mtu. Olado aliwekwa mbele ya mahakama ya wazee na watu wote. Mashahidi walitoka mbele mmoja baada ya mwingine. Wale walioona mauaji ya Aden, wale waliodhulumiwa na utawala wake, wale waliopoteza watu wao kwa sababu ya tamaa yake. Olado alihukumiwa kufukuzwa nje ya ardhi ya Itetemia na Ilo-Ganzala, asiweze kurudi tena maishani mwake. Aliondoka akiwa amefungwa minyororo, akiwa mnyonge kama yule aliyowafanya wengine kuwa wanyonge. Amri ya tatu: watu wa Itetemia na Ilo-Ganzala sasa ni watu mmoja. Tutajenga daraja kati ya vijiji vyetu na tutaishi kama ndugu mmoja. Wale waliokuwa watumwa sasa ni wananchi huru wenye haki sawa na wote. Watu walishangilia kwa sauti moja. Watu wa Ilo-Ganzala waliingia Itetemia kwa mara ya kwanza kama watu huru, si kama watumwa.
Watu wa Itetemia waliwakaribisha kwa mikono miwili. Siku moja, Mzee Tunde, aliyekuwa sasa mzee sana, akatembea kwa fimbo. Alimwendea Olan akiwa na sura ya furaha iliyochanganyika na huzuni. "Mfalme wangu," alisema kwa heshima, "kuna kitu nilichokificha kwa miaka mingi. Sasa ni wakati wa kuwaambia ukweli." Alimpeleka Olan mahali patakatifu alikozika vichwa vya Aden na Nasra kwa siri. Alikuwa amevichukua usiku wa manane baada ya Olado kuondoka Iloganzala. Akavizika mahali pa amani, mbali na macho ya maadui. Olan alisimama kaburini, mikono ikiwa imeshika fimbo ya dhahabu. Machozi yalitoka machoni pake kwa mara ya kwanza tangu akiwa mtoto. Alipiga magoti, akasema kwa sauti ya kutetemeka, "Baba yangu, mama yangu, nimewapa heshima yenu. Siku hii nimeleta haki. Nitaongoza kwa upendo na haki kama mnavyotaka. Roho zenu zipumzike kwa amani." Alisimama, akatazama mbingu, akasema kwa sauti ya utulivu, "Nguvu nilizonazo si za kiburi wala dhuluma. Nitaendesha ufalme huu kwa upendo, kwa haki na kwa kuwatumikia watu wangu." Nitaongoza kwa haki. Miaka ilipita. Itetemia na Iloganzala zikawa vijiji vilivyostawi kama bustani ya Eden. Olan aliongoza kwa hekima isiyo ya kawaida kwa kijana wa umri wake. Alifungua shule za bure kwa watoto wote, wavulana na wasichana. Alianzisha mashamba ya jamii ambako kila mtu alifanya kazi kwa pamoja na kugawana mazao kwa usawa. Alifuta ushuru wote usio wa haki na kuweka mfumo wa usawa. Alifungua ikulu kila Jumamosi kwa watu wote. Akawasikiliza shida zao kwa subira, akitoa uamuzi kwa haki. Olan alioa mwanamke mwema anaitwa Neema, binti wa mtu wa Iloganzala. Neema alikuwa mwenye moyo safi kama maji ya chemchemi, na alimpa Olan watoto watatu waliokuwa na dalili za nguvu za kifalme kama baba yao. Pia alimtunza mke wa Olado, Mama Ana. Mama Ana, ambaye alikuwa mwanamke jasiri, alikuwa kama dada mkubwa kwa Olan, akimshauri kwa hekima yake. Olan alisimama kwenye uwanja ule ule ambao baba yake alipigwa na mjomba wake. Alishika fimbo ya dhahabu, akaitazama kwa upendo wa mtoto anayemwangalia baba yake. Fimbo ilikuwa bado iking'aa kama jua, lakini sasa ilikuwa na nuru ya utulivu. Nuru ya amani iliyopatikana kwa gharama kubwa. Alisema kwa sauti anayosikika kwa wote waliojikusanya, "Fimbo hii siyo alama ya nguvu ya kuwatawala watu. Ni alama ya nia ya kuwatumikia watu." Fimbo hii siyo alama ya nguvu ya kuwatawala watu. Ni alama ya nia ya kuwatumikia watu. Mfalme wa kweli si yule anayetawala kwa nguvu na dhuluma, bali yule anayeweza kuwainua walio chini, kuwapa fursa walio nyuma, na kuwaleta pamoja waliofarakana. Watu wakapiga makofi na kelele za shangwe zilizotikisa ardhi. Olan aligeuka, akatazama mbali kuelekea Iloganzala, kijiji alikolelewa, kijiji cha watumwa kilichogeuka kuwa kijiji cha watu huru. Akakumbuka baba yake Aden aliyekufa kwa ajili ya haki. Akakumbuka mama yake Nasra aliyepoteza maisha yake. Akakumbuka mzee Tunde aliyemlea kwa upendo usio na kikomo. Atainua fimbo juu, ikang'aa kwa nuru kubwa iliyoangaza hadi vilima vya mbali, hadi vijiji vya watu wasio na habari, hadi kwenye kila kona ya ardhi yake. Kwa machozi ya mama yangu
kwa jasho la watu wangu na kwa hekima ya mzee Tunde aliyenilea. Ninaapa kuongoza kwa haki mpaka mwisho wa siku zangu. Watu wote walipiga kelele kwa sauti moja. Mfalme mwema! Mfalme mwema! Mfalme mwema! Mfalme mwema! Mfalme mwema! Olan ndiye mfalme wa kweli. Na kutoka siku hiyo, Itetemia na Iloganzala zikawa kijiji kimoja. Kijiji cha amani, kijiji cha haki, kijiji cha upendo. Watu waliishi kama ndugu, wakishirikiana, wakisaidiana, wakiheshimiana. Hadithi ya Fimbo ya Dhahabu ikawa hadithi ya kuwaambia watoto jinsi mfalme mwema anavyopaswa kuwa. Wazee waliisimulia kwa vijana na vijana waliisimulia kwa watoto wao. Na Fimbo ya Dhahabu, fimbo ya kimungu, iliendelea kuwa alama ya umoja na haki kwa vizazi vyote vilivyofuata. Kama umependa simulizi hii, basi usiache kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata stori inayofuata. Dondosha komenti yako, tuambie umeipokeaje hii stori. Na usisahau kuibonyeza like kusupport kazi hii. Na kama unajua mtu anapenda simulizi kali kama hii, share naye sasa hivi. Usiache pia kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii: Instagram, Facebook na TikTok, Next Bongo. Huku ndiko simulizi zinaishi na hadithi hazikomi. Next Bongo, simulizi zinazoishi kichwani mwako.